Mpenzi mtazamaji, karibu tena kwa habari zetu za hivi punde, ambapo pia tunaweza kukuarifu yale ambayo yanaendelea kuchipuka kwa kina na kwa njia iliyo kamili. Jina langu ni Kibwage, na kumbuka kwamba unaendelea kutufuatilia katika tovuti zetu katika mtandao wa YouTube na pia Facebook @KisihotTV. Maafisa wa afya wamefunga mikahawa kadhaa mjini Eldoret kutokana na uchafuzi wa maji kutoka vioni yanayokandamiza wakazi. Brian Amboye na taarifa kamili. Naam, niko maeneo ya Eldoret ambapo wakazi wa Eldoret wamelalamikia kuhusu mikahawa michafu, na waafisa wa afya wamekuja kuzuru eneo hilo na kulifunga pamoja na wakazi. Iko chafu na kuna septic tank hapo imepasuka, na hapo ndio choo na wanatengeneza. Watu wanaofanya biashara na kuishi karibu na hoteli hiyo wanasema kuwa mahali pa kukulia ni pa kifahari na pia pasafi sana. Licha, jikoni ndipo kuna uchafu na uozo. Wateja wanaokuja katika hoteli hiyo hawajui kitakachowakumba kutokana na uchafu kutoka kwenye jikoni hiyo. Yenye wanatumia iko chafu na kuna septic tank hapo imepasuka, na hapo ndio choo na wanatengeneza chakula. The hotel hapo mbele ni paradise, lakini jikoni mahali chakula inatoka, you cannot stand. There is a septic tank in there. Maji chafu kutoka kwa hivyo vioo yamewakandamiza wanafanyabiashara hao, na pia harufu kutoka kwenye vioo hivyo. Kwa basement yetu, unajua maji ikikosa mahali pa kutoka, si unajua inatafuta njia, inatafuta mwelekeo pale mbele. Unapoziba pale pengine inatafuta pale pengine, na ina harufu mbaya sana. Vile tuko hapa kwa mali yetu, tulipata hii shida kwa mkojo inatoka huko. Kama anaendelea hivi, sasa sisi tunalipa lessons, tunalipa na KRA, tunalipa na kila kitu. Sasa nikiripotia kutoka kituo cha KisihotTV kutoka Eldoret, jina langu ni Brian Amboye. Na wajumbe kutoka kaunti ya Kisii wameidhinisha bajeti ya ziada itakayosaidia kaunti ya Kisii kulipa pasari na madeni ya kaunti hiyo. Mwezi uliopita, gavana wa kaunti hiyo ambaye ni Simba Arati alizindua ziada ya zaidi ya milioni 45 katika basari za shule za upili, pesa ambazo zilitarajiwa kufika shuleni wiki iliyopita. Honourable members, I now put your question that the Kisii County Appropriation Amendment Bill 2023 be now read third time. As many of the same opinion say aye. Aye. As many of the contrary opinion say nay, the aye have it. Naitwa Peter Gichano Utachi, mwenyekiti wa komiti ya bajeti na makadirio, na siku ya leo tumekuwa na furaha kubwa sana kwa sababu tunaweza kupitisha bajeti ya ziada ili tuweze kupata fedha za kulipa basari, tupate pesa za kulipa pending bills ambazo zimekuwa shida kubwa sana katika kaunti yetu ya Kisii, na pia pesa ya mshahara. Ukiangalia katika ile bajeti nyingine, pesa ambazo zilikuja za mshahara mwezi wa June na Julai ziliweza kulipa kwa hii bajeti. Sasa ikaleta kidogo zikapungua, na ikabidi tufanye bajeti ili angalau tuweze kulipa watu wetu mshahara. Mkiangalia watu kama madaktari na watu ambao wanafanya kazi zingine ambazo ni za muhimu katika kaunti yetu ya Kisii, hao wanafaa kulipwa kwa muda ambao unafaa, na tungewapeleka kwa bajeti nyingine ambayo inakuja 2023-2024. Kwa hivyo ningependa sana kushukuru wajumbe wa bunge la Kisii kwa kutusaidia na kupitisha bajeti hii. Asanteni sana. Sekta ya kwanza ambayo tulipatia kipaumbele ni sekta ya basari, ufadhili wa masomo, kwa sababu hii pesa ilikuwa imewekwa katika vote ambayo inaitwa development, na ukiangalia ni recurrent, na kulingana na vile watu walipata advisory kutoka kwa control of budget. Mara ya kwanza alikuwa amesema ya kwamba hiyo pesa inaweza wekwa kwa development kwa sababu inatumika pia kusaidia ukuzi wa binadamu, kwa hivyo ikawekwa kwa development, lakini baadaye wakasema hiyo pesa inafaa kuwekwa kwa recurrent kwa sababu ni transfer.
Pia tumeweka fedha ambazo zinaitwa NHIF indigents. NHIF indigents ni kulipia wale watu ambao ni wazee, wale watu ambao hawajiwezi, pesa ya NHIF. Na pia tumeweza kuweka pesa za trade scheme. Hii trade scheme ni kupatia groups zetu pale nyumbani ili ziweze kujikimu na kufanya biashara. Ndio tukianza na kama ni 50,000, hiyo bajeti nyingine tutaenda kuwapatia 1,100 na tutaenda kuongeza fedha mingi kwa hiyo bajeti. Jambo lingine ambayo tumepatia kipaumbele ni jambo la pending bills. Kuna watu ambao walifanya kazi na kamati ikawekwa ya kuangalia hizi pending bills, na ambapo liliwekwa ikapatikana zile pending bills ambazo zingeweza kulipwa ni milioni 236. Kwa hivyo hii pesa ingeweza kulipwa kama ingekuwa kwa bajeti. Ikatubidi tuende nyuma tuangalie, tutengeneze bajeti ambayo ingeweza kulipa hizi pending bills. Na ingine ambayo tumesema ni mshahara, na mshahara ambayo ingeweza kulipwa ingefika mwezi wa 5 na mwezi wa 6, kwa sababu mwezi wa 5 na 6 wa bajeti ya 2021-2022 iliweza kulipwa na hii bajeti, ikaleta upungufu kidogo. So ikabidi pia tufanye hii bajeti angalau ndio tuweze kuweka hii mshahara ya wafanyikazi ambao wanafanya katika kaunti ya Kisii. Haya, kwa majina yangu najulikana kama Manane Richmond Ayori, mwakilishi ya kata ya Bogeka. Langu hapa tumeweza kupitisha mswada wa bajeti ya ziada, kwa sababu tulikuwa na ufadhili ambao tulikuwa tunawapa wanafunzi wetu kwa masomo, na ikawa kuna hela ambazo wakati tulikuwa tunafanya bajeti iliyopita, bajeti ya ziada iliyopita, ya kwamba zile fedha ziliwekwa katika matumizi mabaya. Yani upande kuna ile kitu tunaita votes. Votes hii ni mlengo, wakati pesa za serikali zinatumika lazima upate idhini kutoka kwa yule mkurugenzi mkuu wa bajeti wa nchi. Kwa hivyo sisi tuko na hela za kupeana ufadhili, za kupeana bursaries, lakini changamoto ilikuwa ya kwamba zilikuwa zimewekwa sehemu mbaya. Ndio maana ilibidi kamati iende iketi usiku na mchana iweze kufanya marekebisho, na marekebisho yenyewe tumeshafanya, kwa sababu sisi wenyewe kuna vitu mingi tumejinyima. Kama kutoka kwa ofisi ya gavana imebidi tutoe hela kule ndio tuweze kufanya balancing, na tukishafanya tumeshamaliza yote. Kwa hivyo baada ya muda kama wiki 2 wanafunzi wote wataweza kupata ile ufadhili wa bursary. Langu ni hayo. My name is Kibwage. I'm a member of the Kisii County Assembly. I'm nominated one. Today we were passing the supplementary budget, which is the second supplementary budget that we have had, and we did it because of the interest we have to our people. We realized that at the last minute we were not able to pay salaries. We realized at the last minute that money that was meant for bursaries was not there because it had been allocated to the development side. So I think we have been able to correct that one, and I will thank the chairman for the budget committee and all the members of the budget committee for the hard work they have put into this. But again, my plea to the county government of Kisii is that yes, we have done this budget, like we had done another one in January, but we have not been able to see any form of development. So I request the government of Kisii to rush this process, because we are actually done with the financial year 2021-2022. So if this will be rushed, that our common mwananchi down there, our mothers will be able to get their bursaries in time because of the timelines that we have. Also, most importantly, we have not been able to do development. So if we pass the January supplementary budget and still we do not have development, then my plea is that this budget that we have come here as honorable members sat down to do should be able to do something. That the timelines that we have are very short, but they would run against the timelines like the committee has run to ensure that our people of Kisii get development. Thank you. Waumini wa kanisa la Pefa kata ndogo ya Nyamache kaunti ya Kisii wamemshtumu askofu ambaye anafahamika kama Samson Obonyo kwa madai ya kuwatabiri pesa, ambapo alikuwa anawaambia kwamba atawasafirisha hadi Marekani. Wafula Mnene na ripoti kwa ukamilifu. Bishop Samson Obonyo gatotera 2019 ngango irara wandane likakita gatangasa se kanisa ono gochakira 2020 endeki gatire ya senjo ya corona agatebali kichikasta kama okwa nyalika customer na bango kwa na commission.
Nina ripoti moja kwa moja kutoka mahakama za sheria za Kisii ambapo Askofu Samson Obonyo amefikishwa kwa madai ya kuwalaghai washirika pesa za kuwapeleka Marekani. Kupitia kwa wakili wa askofu huyo, anasema kuwa walichukua ombi na mahakama kumwachilia kwa bondi. Nyagaka Habari. I am representing Bishop Obonyo, who has been accused of obtaining money by false pretense. The charges were read before Magistrate Kowa with 7 offenses. The accused person is alleged to have obtained money from 7 complainants. Now, the defense has not been supplied with any statement. What we heard from the judge is that he was assisting, some people wanted to go to the US, that the bishop was assisting them to go to the US, and he was receiving money from them to go to the US. At the moment, there are around 7 complainants. The prosecution is alleging there are more than that, but we are waiting to see how the investigation goes. Aidha, upande wa mashaka ulipinga kwa maelezo kuwa bado uchunguzi unaendelea na askofu huyo anahofiwa kukimbilia Marekani. He has taken plea, but the prosecution objected to the release of the accused person on bond because, according to them, they have not completed the investigations, and they suspect that the bishop is having connections to the US. He may run to the US, but the court, having had submissions from both sides, the client objected to the denying the accused bond terms, and they released him on the following bond terms. Mahakama ilimwachilia kwa bondi ya milioni 3 au dhamana ya pesa taslimu $600,000. 2 sureties of 3 million or a cash bail of 600,000. Once the bishop gets to those securities, he will be at liberty to go home. But as for now, he is in police custody awaiting clearance. Nikiripotia runinga ya Kisii Hot kutokea maeneo ya mahakama ya sheria ya Kisii, jina langu ni Nafula Munane. Kwingineko, hali ya wasiwasi imetanda katika kampuni ya sukari tawi la Orontari katika eneo la Transmara baada ya wakulima wa miwa kumfukuza ofisini meneja wa daraja la uzani wa kampuni hiyo, ambapo wanadai kuwa meneja huyo aliwaachisha kazi wafanyikazi 30 kwa njia isiyoeleweka. Bruce Ochieng na ripoti kwa njia ya ukamilifu. Na kwingineko, familia moja mjini Lodwar, kaunti ya Turkana inaendelea kuhangaika baada ya jamaa wao ambaye ni afisa wa polisi katika kituo cha Napeitom kutoweka akiwa kazini siku 10 zilizopita. Inadaiwa mara ya mwisho Joseph Ngeri alionekana ilikuwa asubuhi alipoondoka kambini na hadi sasa hajarejea. Musa Ombasa ametuandalia ripoti hiyo. Imejawa na hofu baada ya mpendwa wa afisa wa polisi Joseph Mbugua Njeri kutoweka siku 10 zilizopita. Afisa huyo alikuwa ametumwa kazi katika kituo cha polisi na Potoni huko Turkana Mashariki. Nilifika 5:30 nikapiga simu mwingine, haikushikwa. Nikaenda tu kupiga tu, hakuna mtu anaishika. Sasa simu ya kwanza yake ilishikwa kukiwa kitu saa 1:40 hivi. Mtu alishika si yeye, ni I think kolegi wake. Kaniambia Wanjeria yuko. Nikamuuliza kwa wapi. Kaniambia ametoka kitu 6, akasema ameenda choo. Then ako wapi? Akaniambia hapana, ndiye hadithi yetu tunatafuta. Familia hii inaomba serikali iwasaidie kutafuta mpendwa wao. Akizungumza kwa njia ya simu, kamanda wa polisi Turkana Samuel Ndanya amekiri kuwa afisa huyo alipotea, alikuwa anafanyia kazi na Poiton, na kuongeza kuwa juhudi za kumtafuta zinaendelea kila siku. Ya Saturday kitu saa 4 hivi tukakuwa tukiongea naye, but mchana alikuwa tu ako vizuri. Kitu saa 4 hivi kuongea naye nikaona yuko kwa sense zake, akakuwa akiniambia vitu zieleweki. Then kuna rafiki yake alikuwa kando yake ndiye alimnyang'anya simu. Akaniambia hapana, huyu mtu anakuambia ako home Kikuyu, but wewe tuko naye Kapedo. Sasa tukaongea naye, nikamwambia sawa, mwangalie basi usiku, asubuhi kifika tutajua ni aje. Ni kama alitembea kwa mguu
wakaingia msituni. Lakini kwa hayo yote tunaomba Mungu, kwa sababu yeye ndiye ako na uwezo sana, ili akaweza kusaidia serikali pia ikaweza kupata huyo ndugu yetu Wanje yake. Tukaambiwa ni sawa, tutashughulika. By jioni jana tukapiga simu tukaambiwa hapana, bado tu tunashughulika kutafuta angalau tujefanya nini, tujemuona. So tuko tunaomba tu serikali tafadhali watusaidie tu kututafutia Mbogwa. Juu ni vibaya sana na familia yake, akipoteanga kweli jamii yake watakaa namna. Hatuna hiyo kifaa cha kazi, kama angetoka naye nina hakika Wanjeri angekuwa amepatikana. Na hii muda alienda, na ni kama alienda bila hiyo bunduki ya kazi. Ndio nafikiri inafanya hii watu pia wanakuwa na ulegevu ya kutafuta yeye. Runinga ya Hot TV, jina langu ni Musa Mombasa. Wawakilishi wadi kaunti ya Siaya wameendeleza mswada wa kumtimua afisini naibu gavana William Oduol. Gavana Orengo na naibu wake wamekuwa na mzozo kwa sababu kadhaa zikiwemo za ufisadi na madai ya kujiegemeza. Kupitia taarifa ya Wandai hapo Jumatatu, alisema kuwa mkwamo huo una uwezekano wa kutatiza utendakazi mzuri wa kaunti na kuongeza kuwa utoaji wa huduma bora hauwezi kuhakikishwa. A member of the County Assembly of Siaya representing East Assembly Ward proposed to move a motion for the impeachment of William Oduol, the Deputy Governor of Siaya, for 1, gross violation of the Constitution of Kenya 2010 and other laws, and 2, abuse of office and gross misconduct. The specific grounds for the motions are outlined in the motion. I want to tell the Deputy Governor that he is the Deputy Governor for Siaya County, not for a leg of stone only. So as we are here as the members of assembly, me, I'm not happy. According to what I heard from the Deputy Governor when he was talking when he was in the media and when he went to Ramogi, he said that he has taken over the duty of the MCS. I doubt whether one person can take over the duty of 42 people in the assembly. So let me tell the Deputy Governor that he should discipline. Nikiripotia Kisi Hot TV kutoka kaunti ya Siaya, jina langu ni Wesonga Akinyimasi. Naam, hapo ndipo tunatia kikomo kwa siku ya leo. Endelea kufuatilia tovuti zetu katika mtandao wa YouTube na pia Facebook @Kisi Hot TV. Jina langu ni Kibwage. Tukutane muda mwingine.